Karibu mpenzi katika vipindi vyetu vya mwendelezo wa kuyachunguza maandiko. Tunapoendelea kuyachunguza maandiko, inatupasa tumuombe sana Mungu akapate kutupatia utashi wake wakati tunajifunza maneno yake, kwa sababu haya maneno sio ya kwetu sisi. Haya ni maneno ya Mungu, ametupatia wanadamu tukapate, kila mwanadamu anayefahamu neno la Mungu amfikishie mwanadamu mwenzake, ili kusudi kwamba wote tukapate kuwa watoto wake. Ndio maana tutakapoangalia kitabu cha Efeso 4:5 anaposema kwamba imani moja, Mungu mmoja na ubatizo mmoja. Kwa hiyo ili tukapate kuwa katika huu mmoja, inatupasa wote tuenende sawasawa na mapenzi ya Mungu, ndipo tutakapokuwa katika umoja huu. Lakini yakitokea yote yuko kinyume, sio pamoja nasi, lakini sio tumuache, tutajifunza naye, lakini hatuwezi kujichanganya naye katika imani yake au katika imani yetu sisi. Yeye na haje ajifunze kupitia imani ambayo Mungu ameiteua, na sio sisi tukachanganyikane naye. Tumbebe jinsi alivyo katika imani ambayo Mungu ameweka taratibu zake. Itakuwa ni kinyume na taratibu za Mungu, na sisi tutakuwa katika lile kundi la watu walioziasi sheria za Mungu. Na tuombe. Tunakushukuru Baba kwa kuwa umependa tujifunze. Tufafanulie na utufundishe. Tuongoze katika kweli yako. Katika jina lako Yesu, amena. Fungu letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Waefeso 4:5. Anasema, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Bwana wetu sisi ni mmoja, ambaye ndio Kristo Yesu. Imani yetu sisi ni moja, na imani yetu imejengwa. Tukisoma Waefeso 2:20 anakuambia tumejengwa juu ya misingi. Yaani misingi yetu sisi ni mitume na manabii, na Yesu Kristo ndiyo jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo tunajifunza kupitia mitume na manabii, na tunajipima kupitia Kristo. Sasa mimi katika changamoto nyingi ambazo nimejaribu kuziona ni kwamba dunia ya sasa, mfumo wa dunia mpya, wanaita order mpya ya dunia hii au new world order, ni kwamba inawapasa watu kukaa katika imani moja, serikali moja na mengineyo mengi. Lakini ni taratibu, haya mambo hayawezi kuja kwa siku moja, na yanakuja kwa udanganyifu fulani na mambo fulani madogo madogo. Lakini kwa watu wa Mungu, mambo kama haya, kwa kuwa tunaendelea kuyachunguza maandiko, tutaendelea kupingana nayo moja baada ya jingine, na tutaendelea kujifunza wote, ili kusudi kwamba asitokee mtu asiyeweza kupata utofauti wa watu wa Mungu na watu waliojichanganya na watu wa shetani. Na tuendelee, tutasoma kitabu cha Petro ya pili, waraka wa pili wa Petro 1:1. Anasema, Simeoni Petro, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, kwa wale waliopata imani moja na sisi, yenye thamani katika haki ya Mungu wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Hadi fungu la pili. Kwa hiyo kumbe kuna tofauti ya kuwa na imani moja yani inatupasa sisi wa imani moja tuwe katika kitu kimoja, na hawa wa imani nyingine yatupasa tuwafundishe, ili wote tukapate kuwa na imani moja, na sio wanavyoenenda wa imani tofauti na imani yetu sisi tunaomwamini Mungu tukachanganyikane nao. Tuchangamane nao ili wakapate kuielewa imani yetu kwamba tumeijengea wapi, ili kusudi kwamba wafanye mabadiliko, tukapate kuwa wote katika imani moja, na sio tujichanganye nao ili tutegemee kuwa katika imani moja. Hapo tutakuwa tumeenda tofauti kabisa, kwa sababu tukiangalia hata katika mfumo wa kusajili taasisi yao ina usajili mwingine kabisa na taasisi zetu sisi. Sasa utakaponiambia imani moja, hapana,
sisi tunaendana katika imani moja kwa sababu ya taratibu fulani ambazo zipo kwenye misingi ya imani yetu. Sisi tuna misingi 28 ya imani. Je, huyo ambaye unashare naye Pasaka naye ana misingi 28 ya imani? Hapana. Inatupasa tuenende sawa sawa na maandiko matakatifu yanavyosema. Tutaangalia kitabu cha Waebrania 11 fungu la 23 hadi 28. Anasema, kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake, kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri, wala hakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kwamba kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri. Akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina ya Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amuonaye yeye asionekana. Kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyiza damu, ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. Kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu. Wamisri walipojaribu kufanya hivyo wakatoswa. Kwa hiyo tunaona tofauti kabisa kwamba hapa kuna Wamisri na kuna wana wa Israeli. Ni watu waliokuwa wakiishi pamoja, lakini wenye imani mbili tofauti, wenye utaratibu tofauti kabisa. Kwamba hawa walikuwa wakiamini miungu ya Misri, hawa wakiamini Mungu wa Israeli. Sasa hata katika dunia ya kwetu leo tunapoishi katika dunia hii, ni kwamba wapo watu ambao kiangalia kitabu cha Ufunuo 12 anakuambia waliosalia, masalia wazishikao amri 10 za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Hawa ndio masalia. Sasa masalia walio pia wakati mwingine wanajichanganya na Wamisri. Sasa ndugu yangu, sijui ilikuwaje mpaka hata sisi kwa imani yetu masalia inafika wakati tunachangamana Pasaka na watu wa madhehebu mengine, eti tunasema tumebatizwa ubatizo mmoja. Ni kweli unaweza ukathibitisha kwamba sisi na wao tumebatizwa ubatizo mmoja? Kwani kumzamisha mtu majini ndio ubatizo? Sawa, ni neno la Kiebrania ambalo linaitwa zamisha, lakini ni ubatizo mmoja ambao unaunganisha katika imani yetu sisi moja? Hapana, tuko katika imani tofauti sana. Tukiangalia katika kitabu cha Isaya kuna namna atakayotuonyesha hapa. Isaya 8 tutaanza fungu la 19 hadi 22. Anasema, fanyeni ghasia enyi kabila za watu, nanyi mtavunjwa vipande vipande. Tegeni masikio nini nyote na nchi zilizo mbali. Jikazeni viuno nanyi mtavunjwa vipande vipande. Jikazeni viuno nanyi mtavunjwa vipande vipande. Fanyeni shauri pamoja, nalo litabatilika. Semeni neno lakini halitasimama, kwa maana Mungu yu pamoja nasi. Kwa hiyo vyote vinavyoendelea kufanyika kwa sababu ni kinyume na mapenzi ya Mungu havitosimama kamwe. Tunapoendelea kuangalia vitabu vya Mungu, katika kitabu cha Isaya anatuonyesha kabisa ya kwamba Mungu ana watu aliokuwa amewateua kwa ajili ya kazi yake. Watu wote Mungu aliwaumba, lakini Mungu alikuwa na utaratibu wake katika kutenda kazi. Na ndio maana walikuwepo watu wa mataifa, watu wa Israeli ambao ndio Yerusalemu mji mkuu ambao ulikuwa ukiitwa kwa jina la Bwana. Ni kwa nini alikuwa hawachanganye na watu wengine? Ila kuna wakati walichangamana lakini hawakujichanganya. Taratibu za Israeli hazikufanyika kwa mataifa. Labda yule mataifa aliyekubali kuja kuhusika, kujihusisha na taratibu za Mungu alikubaliwa, na sio Mwisraeli
kuchangamana na mtu wa mataifa na kila mtu akiwa kwenye misingi yake. Hiyo kitu haikuwa hivyo tangu mwanzo. Na tutakapoangalia Isaya 8:19-22 anasema, na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunong'ona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Sijui kama unanielewa vizuri. Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya walio hai, na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Kitabu cha Isaya pia kinajaribu kutuonyesha kwamba hakuna Mungu katika Israeli. Anaonyesha ni vitu viwili tofauti. Kuna Israeli, kuna watu pia wana Mungu wao. Je, tutafuta habari kwa watu waliokufa? Maana yake ni kwamba hatuwezi kujichanganya na watu ambao sio wa imani yetu sisi. Sisi imani yetu tumejenga kwa Mungu, wao imani yao pia wamejenga huku. Inakuwaje leo tunachangamana nao? Haitupasi kuchangamana nao, kujichanganya nao. Inatupasa kuchangamana nao. Kuchangamana nao sio tatizo, ila kujichanganya. Maana ukiyachukua maji ukachukua na maziwa yanajichanganya, ila ukichukua mafuta ukachukua na maji yanachangamana, hayawezi kujichanganya, yatajitenga. Kwa hiyo ni lazima tutumie akili wakati tunaifanya kazi ya Mungu, na sio kutumia utashi wetu sisi na kujiona kana kwamba sisi tulipo ni sehemu salama zaidi, au sisi hatuwezi kudanganyika kwa sababu ya kushikamana na ya kujichanganya na watu ambao hawalitii jina la Bwana. Wao Biblia inatuthibitishia pia wana miungu yao, lakini kama kweli amekubali kushiriki pamoja na sisi, inampasa aenende kwa sheria na ushuhuda. Tuangalie kitabu cha Kutoka 20 ili tukapate kuona hizo sheria ambazo Nabii Isaya alizokuwa akituambia ni sheria gani. Kutoka 20 fungu la 1 hadi fungu la 17. Kutoka 20 anasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu anaanza kwa kuonya. Kwani wa Misri nani aliwaumba? Ni Mungu mwenyewe ndiye aliwaumba. Kwa nini awaambie wana wa Israeli, mimi ni Bwana Mungu wako niliyokutoa katika nyumba ya Misri, katika nchi ya utumwa? Ni kwamba hawa walikuwa wakienenda sawasawa na sheria za Mungu, japo walikuwa wakitenda makosa. Na walikuwa imani yao na imani ya Wamisri zilikuwa ni imani mbili tofauti. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Watu wamekaa na masanamu ndani, wamekaa na masanamu kwenye makanisa yao. Wameshika masanamu ya mengi, alafu unashiriki nao, unachanganyikana nao, unajichanganya nao. Bado unasema kwamba ubatizo ni mmoja. Sio kweli. Hawaenendi kwa sheria. Hakuna asubuhi hapo. Abadilishe mfumo, ndipo tutajichanganya naye. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitaje jina lake bure. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato, akaitakasa. Sabato inasimama kama muhuri au kumbukizi ya uumbaji.
huyu mtu ndio umeabudu naye tu leo, au ni sabato